Unaweza kunikimbia mimi? Unaweza kunikimbia mimi? Wewe vipi? Ushakuwa kichaa? Ushakuwa kichaa tena? Nini shida? Tushakukosa wewe. Mke wangu, nimeota njozi mbaya sana. Njozi mbaya sana inahusu nini? Yaani nimeota njozi ambayo sijatarajia kabisa kuota katika maisha yangu. Na sijafikiria. Nini sasa? Yaani mke wangu, nimeshuhudia kwa macho yangu haya. Nakimbizwa na mjomba Musa. Tena katika mazingira ya kutatanisha. Mjomba wangu mimi? Huyo mjomba Musa. Cha kushangaza, baada ya kunikimbiza, akaja akatoweka, nikamkuta tena kwa mbele. Akataka kunifanyia kitu kibaya. Ndipo nilipostuka. Kuona maisha mjomba wangu mimi ni mchawi, si ndio? Hapana, sina maana hiyo. Wewe umesema nini hapo? Mke wangu, chukulia tu ni njozi. Wewe si mwote ndugu yako yoyote sije kumwomba mjomba wangu. Na nitaenda kumwambia. Tafuta pesa. Mke wangu, tafuta pesa, nishakwambia tafuta hela. Mjomba Musa anakujaje kwenye mambo yako ya ajabu kama hayo? Kwa nini sote ndugu zako? Sawa, tuchukulie tu njozi. Kushtua tu saa hizi tu. Mjomba, achana na yote, inakuja na kitu hiki kimoja. Hiyo tabia yako unaendelea nayo, kuwa nao makini, kwa sababu mume wangu tayari kashakuota na unafanyia vitu vya ajabu. Yaani usimfanyie vitu kama hivyo mpaka anafikia tu mpaka anakuota na nakujua ni wewe. Na ninavyokujua mjomba, ni kweli ni wewe. Sasa hivi unaipenda sana ndoa yako eh? Si nimeolewa. Nisikilize nikwambie. We ni mdogo sana kwangu. Kiimani, kifikra paka kimawazo. Na ninachokifanya ninakijua. Mimi ni mkubwa kwa kila kitu kwako. Naomba uniache. Basi sawa. Kama unataka kumfanyia hivyo vitu mume wangu, basi mimi niondoke nyumbani ili umfanyie hivyo vitu, mimi nilikuwa nimeshaondoka. Yaani hivyo tu basi. Sikiliza nikwambie. Nadhani nimeshakwambia. Hauwezi kuondoka pale hata kama ndoa ina uchungu kiasi gani mpaka nitakapokamilisha azima yangu. Na ukitoka wewe pale, basi kumbuka hatima hii itakuja kwako. Naomba uende. Nitakuja nyumbani kwako muda na wakati wowote. Mke wangu, mbona umekaa saizi vipi? Hata nikikwambia haisaidiki chochote. Mbona usiku huu? Jua nimekuwa muda mwingi tu. Lakini nikafikiria pengine unatoa unaenda msalani, lakini unaona bado umekaa tu kitako afu unaona masala zidi kwenda na saizi usiku muda wa kupumzika. Yaani mimi nawaza tu kuhusu maisha haya. Yaani haya maisha haya yanafanya mimi niwaze, yaani usiku silali, yaani muda wote ni mawazo tu. Kila siku shida sisi, kila siku yaani nimeshachoka.
Yaani sijui hata nifanye nini, na yote wewe ndio unasababisha. Mke wangu sawa, lakini mambo kama hayo yalikopo kwa jadili mchana. Sasa ni usiku, usiku ni mkubwa mke wangu, ni muda wa kupumzika. Yaani wewe sikia nikwambie tu kweli. Wewe ni mkosi. Mimi ni mkosi? Ehe. Na maana hayo yote yanakuja kutokana na umaskini wangu, ufukara wangu au ni nini? Wewe nishakwambia wewe ni mkosi. Unajua maana ya mkosi? Unajua maana yake? Itakuwa una razi wewe. Kaenda kwenye makaburi ya kwenu. Unarana. Mjomba, yaani mpaka hatua hii imefikia, yaani nakufuata hapa kukwambia kuhusu yaani maisha yangu mimi na mume wangu. Yaani si nikwambie vipi? Yaani maisha yamezidi kuwa magumu mimi na mume wangu. Yaani toka niolewe. Nimekufuata wewe mjomba, unisaidie kama kuna njia yoyote. Wewe mjomba, si unajua vijidawa fulani. Unaweza kunisaidia kwa mume wangu ili maisha yawe laini. Nimekuelewa. Na kwa vile umeinua mguu wako, umekuja kwangu na umeinua kinywa chako, unahitaji msaada wangu. Msaada wangu ni mmoja tu. Hapo ni lazima itoke roho ya kimaskini au jasho la kimaskini. Utakuja utaishi maisha bora. Utakuja utaishi maisha mazuri tofauti na unavyofikiria. Lazima tutoe roho ya kimaskini hapo. Hilo linawezekana. Roho ya kimaskini? Yaani mjomba, sijakuelewa. Roho ya kimaskini? Utanielewa tu. Ninapozungumza utoe roho ya kimaskini, manake tunatoa umaskini. Unajua sababu ya kukuozesha wewe kwa haraka, lengo letu tutoe roho ya kimaskini, na mtakuwa maskini daima. Lakini ili tutoe hili jasho la kimaskini, ni lazima tufanikishe hilo. Na ndio maana mpaka sasa hivi hili jambo sio kazi sana kwako, kwa sababu maskini upo naye, unaishi naye, unalala naye, unaamka naye. Kwa ni jambo dogo tu, ni swala la kukubali ili uishi kwenye maisha ya kifalme. Yaani roho ya kimaskini si dawa unatumia? Unatengeneza dawa nini? Mimi nadhani umenielewa. Roho ya kimaskini iko ndani kwako. Ni lazima tufute jasho na roho ya kimaskini ili sasa we uje kutengeneza maisha mapya, sio ndugu yako yule. Inamaanisha umtoe mume wangu? Hapana mjomba, hapana. Hakuna njia nyingine tofauti na hiyo? Huwezi, unaweza kaenda au nenda kajifikirie. Ni kazi rahisi sana kwangu. Hapana mjomba, mimi siwezi. Yaani siwezi kabisa, siwezi nifanye kitu kama hiko. Yaani siwezi mjomba. Endelea kuishi na umaskini wako na utakufa ukiwa maskini na hamna msaada tena na mimi. Mjomba, tafuta njia nyingine. Mimi naenda. Unasemaje? Nimekaa nimefikiria, nimewaza. Nishakubaliana na wewe kuhusu ile swali tuliongea siku ile kuhusu mume wangu kutoa roho ya kimaskini. Sasa hapo mjomba wangu umekuwa kifikra, kimawazo na kiimani. Hiyo ndo imani unaotakuwa uishi nao. Hapo sasa naenda kukuona mjomba wangu mpya kabisa. Mimi nikuahidi kitu, nitakuwa na wewe bega kwa bega, na hilo limeisha. Iko hivi, utatoka kwenye huu umaskini, sawa? Sasa
Nenda, nimekuelewa. Naomba uende. Sawa mjomba, mi naondoka. Baadaye.